Unakutana na kijana ametulia vizuri, hebu Mabisa njoo hapa, kimbia mara moja, sema amina. Eti kijana kabisa amekaa anapendeza hivi, lakini kwenye akaunti ana 20,000. Sio aibu hii? Sema amina. Biblia inasema mwendee chungu. Chungu hana akila wala liwali, lakini anaweka nini? Akiba. Na unakuta vijana wote, unaona Mission Town, ubishi tu. Sema amina. Hata ikiingia kwenye ATM anachukua karibu nusu saa, anaendelea mle ndani, hela yenyewe hatoi. Sema amina. Bakila akivuta anatoa 20, baadaye anaangalia hivi anarudi tena. Usisumbue watu wewe. Sema amina. Unatakiwa uweke kitu kinachoeleweka. Hata kijana kama huyu hana akaunti na wala hana akiba, ana sababu gani ya kuishi? Katika hii dunia ya science na teknolojia, na kinachomfanya sasa asiwe na akiba, anaishi kwa mama yake, toto zima lakini lanyonya kidole, hawezi. Na Mungu atakuja kukuchukua kwa andiko hili. Kuishi ni Kristo na kufa ni nini? Faida. Ndio maana vijana wanakufa mapema. No vision, you have to die. Kijana tueti mzuri, ameoa na wiki 2. Oh, vipi? Kwa nini unamwacha mke wako? Wewe mke wangu anipendi bwana, nimeamua fanya nini? Kumwacha anipendi mimi. Nisho wewe mwanaume unataka kupendwa? Hebu soma Biblia vizuri. Hakuna sehemu inayosema mwanaume apendwe. Umekuwa shoga. Mwanaume apendwi, mwanaume anaheshimiwa. Mwanaume anaheshimiwa. Enyi wake watiini wa nani? Waume zenu. Enyi waume wapendeni nini? Anayependwa na kushikwa namna hii, kubembelezwa, ni mwanamke. Mwanaume ashikwi shingo kubembelezwa. Ukiona mwanaume tu anabembelezwa, ujue anaanza kubadilika jinsia. Sema amina. Anaanza kubadilika. Mwanaume abembelezwi. Anaumia dakika moja, alafu ile kwikwi inaondoka, anasimama imara. Hawezi kupigwa mara mbili namna hii. Anakuta watoto hawana hela ya kwenda shule, abembelezwi, anasimama vizuri, akiwala akimka, anabeba matofali sehemu. Mwanaume habembelezwi. Anayebembelezwa ni mwanamke, ndio anatiwa moyo. Mwanaume abembelezwi. Ndio maana amepewa sura ya limao, ametoka kwenye rough material, hakutoka kwenye sura ya urembo. Sema amina. Ya kukaa sehemu, amepewa sura ya nguvu, imejaa limao. Haleluya. Imejaa limao. Wewe unataka kubembelezwa tu, mpaka unabembelezwa unatua mwili. Wewe mwanaume kweli wewe? Mwanaume anaheshimiwa. Sema amina. Sara alikuwa anamuita mume wake my lord and my master, kwa sababu nyuma ya Ibrahim kulikuwa kuna ngamia, punda, maziwa, jeshi, madhahabu yamezunguka. Wewe unataka mke wako apige magoti? Una nini? Una nini? Una nini ulicho nacho? Una nini? Unataka kila wakati akija tu apige magoti? Una nini? Yaani wewe kwa sababu ni dume la mbegu tupige magoti? Haiendi hivyo. Haiendi hivyo. Lazima utoe provision. Na waambia kweli, hakuna mtu yote aliyefanikiwa kiuchumi asiwe na heshima. Ukiinuka kiuchumi wewe, hata majirani zako hawa, majirani, sema amina, wote asubuhi akiamka kwanza wanaanza kukuamkia wewe. Umeishije mzee? Na wewe ni kijana. Sema amina. Mama, wakati wewe ni binti. Wewe umeshindwa kujulikana hata kwenye mtaa wako, huna kitu. Wenye vitu wanajulikana. Sema amina. Mtaa unajulikana. Watu unakuja kuambia unaishi wapi? Mimi naishi Temeke pale Buguruni kwa Malapa pale nini. Sehemu gani? Watu wanahangaika, bwana namtafuta mtu fulani, yuko hivi. Hakuna anayejua. Hata ukipita hakuna anayejua, kwa sababu you don't have anything. Mwenye uwezo hata asipowasalimia majirani, wote wanajua. Mwambie namtafuta fulani, alipita sasa hivi hapa. Mungu akakubariki mwaka kesho. Sema amina. Glory. Uende ukafanye kazi na watu wajue wakati unapita.
Na wengine wanajaribu kusema ya kwamba naona hali ya uchumi ni ngumu, maisha ni magumu. Lakini nataka nikwambie wewe, unapolalamika, kuna watu Kigogo Fresh wanajenga, sema amina. Kuna watu wananunua magari, haleluya. Kuna watu wanafanya mambo makubwa. Nafikiri kuna kizunguzungu sehemu. Ndio maana nataka ujikague mwenyewe, ujikague. Unaposema mwaka huu ulikuwa ni mbaya sana, sijui mwaka kesho utakuwa mzuri, unapiga ramli. Lazima uelewe chanzo, sema amina. Kwa nini kwako wewe hali ni ngumu, lakini kwa mwenzako imekuwa nyepesi? Unaposema kwamba wana mimi naona mambo yangu ni magumu, yani sijui hata nitafanyaje, hata bajaji siwezi kununua. Nenda bandarini, watu wanaingiza magari kila leo, tena vijana wadogo. Kila jambo linalotokea kwa mwanadamu lina sababu. Sasa udhaifu wako wa kufikiri, haleluya, hauwezi ukabadilisha utaratibu wa dunia. Mungu anataka wewe ufanikiwe katika mambo yako yote na ukae mbali na kuonewa. Na kitu ambacho kimekuwa kisumbua watakatifu wengi ni uvivu. Kwa maana Mungu ametoa kanuni. Anasema umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, nguvu zako zote, na akili zako zote. Upande wa roho zote au umefanikiwa mwanangu. Maana unaomba mpaka unajisikia ulale kanisani wiki mzima. Jipigie makofi kwa jambo hilo. Kwa sababu roho yako ikishajengwa na ukishajaa kiroho, sema amina, unajisikia hata ulale kanisani. Nyumba yako unaiona mbaya, unajisikia kama ushinde kanisani, usifanye shughuli ya aina yoyote. Lakini umesahau aliyesema umpende Mungu kwa roho yako yote, ndiye huyo amesema umpende Bwana Mungu wako kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na anapozungumzia nguvu, ana maana ya kufanya kazi. Katika mafanikio ambayo Mungu amempa mwanadamu, amemwekea kanuni. Ameweka kanuni. Lakini ili uweze kufanikiwa na utajirike na ufikie malengo yako yote unayohitaji, ni lazima ufanye kazi. Uwezi ukajenga nyumba kwa hela ya kupewa. Hiyo inaitwa ni hela ya kujikimu. Sasa nitakubariki mjini, sema Dar es Salaam. Alafu nitakubariki kijijini, sema nyumbani kwa mama yangu. Alafu nakuja sasa shambani, mifugo yako, ng'ombe wako, kila kitu, alafu na watoto wako. Kwanza unaanza mjini, alafu unakuja mashambani, alafu unakuja uzao wa tumbo. Mtoto anazaliwa wakati una nyumba tayari. Usifanye makosa aliyofanya babu yako. Elewa Biblia ilivyo. Alafu unasema tu sijui kuna mzimu wa dada yangu unanyonyonga dada yangu. Usianze kuleta mambo ya fitna, fanya kazi, sema amen. Mungu anawatakia amani na Mungu anawatakia mafanikio katika mambo yenu yote.